Ni siku nyingine tena tukiwa na udhamini mkubwa kabisa wa The Trending Cosmetics akiwa na bidhaa Bello Lux and Bold Lash and Lux. Umeona hii bana ni seti nzuri sana ambayo itakusaidia wewe kama ngozi yako imesinyaa, ina makunyanzi na kila kitu. Hii utapata pale dukani kwao mtaa Kariakoo, Mkunguni na Mafia, karibu na David Sportwear. Make sure kwamba una ngozi ambayo imekunjana, imepotea njia na kila kitu, unafika dukani kwetu The Trending Cosmetics ili uweze kupata tiba kwa ajili ya ngozi yako. Karibuni sana sana sana. Ni siku nyingine tena. Your host Samuel Same. Tuko na mgeni kwenye studio yetu. Kikweli kabisa sitaki kuongea mengi. Nataka kwanza ajitambulishe mwenyewe ni nani, anafanya nini na anatokea wapi. Pleasure to be with you here, Kijana Nangai. Karibu sana. Thank you. What is your jina lako kamili? Ni nani? Mimi jina langu kabisa au jina langu? Jina lako ni Kijana Nangai, tunalijua, lakini unaweza kuwa na jina lile ambalo la vitambulisho vya NIDA ambalo liko kwenye NIDA, kwenye taifa and everything. Okay, my name is Eustace Victor. Eustace. Yeah, Eustace Victor. Hilo ndio jina langu kabisa. Ile jina lina maana gani? Eustace lina maana nyingi. Lina maana yake kuu ambayo najua ni fruitful. Yaani maana yake ni mtu ambaye anazaa matunda. Yaani kwamba akifanya kitu au akishika kitu lazima tu means hata kama akipitia changamoto lakini lazima kifanikiwe. Yaani hiyo goal yake lazima itimie. Okay. Ndio maana jina Eustace. Okay. Unajishughulisha na nini labda tuweze kujua? Mimi ni content creator na nafanya biashara. Biashara gani? Mtandaoni. Nangai Empire nilitambulisha juzi, nauza nguo, perfume, pajama na lip gloss zile za wadada. Pajama yangu ndo ukaiuza. Sijui hata hivi nikitokea mpaka kuuza pajama yangu. Sijui hata shida nini. Tuta replace usijali inshallah. Karibu sana rafiki yangu. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha kapu, kwenye kapu letu, kapu ambalo lina kila kitu, lina aina ya matukio mengi ambayo yanasikitisha na huzunisha na yanafurahisha pia. Mimi nataka tu nijue Kijana ni nani, amezaliwa wapi, amekulia wapi, amesoma wapi na kila kitu. Okay. Mimi kama nilivyosema nimefanya biashara online, nimezaliwa Arusha, nimekulia Arusha na nimesomea Arusha pia. Okay. Yeah. Yaani nimesomea Arusha, sema si nimesomea Mwanza pala. Labda ni primary nilisomea Arusha mjini kawaida, secondary nikasomea Arusha vijijini, hiyo sehemu. Form 1 mpaka form 4. Yeah, hatari. Form 5 na 6 pia nikasomea Arusha. Hivi kijana ulishawahi kuloga ili upate kazi? Sijawahi kuloga jamani. Sijawahi kuloga. Sijawahi. What is going on between you and Nifa? Nothing is going on. Nifa bado ni yuko like my mentor na watu wengine wanaona labda sijui kwamba tumeachana sijui kwa ubaya sijui kwa nini, lakini hata alipokuwepo kule matatizo yaliyompata I was going and I was posting na tulikuwa tunaonana. Hata ile the last day ya New Year alitupost wote ambao tulikuwa tunashirikiana. So Nifa is a good girl, is a sister, is even I can say is even a mentor, a mother, kwa sababu hata hii Nangai Empire niloanzisha na yeye kuna mkono wake ameweka. Kwa hiyo Nifa bado ni mwanangu sana. Ni mtu tu mzuri. Na pale nitakapozingua waga ananitafuta. Bwana mdogo wangu hapo umefanya 1 2 3. Kwa hiyo is a very nice person. Okay, kwa hiyo maana kwamba unataka kwamba sisi watu ambao tunajua kwamba labda kuna kitu kinaendelea between you and Nifa, kwa tutoe mashaka kwamba mtoe mashaka kwa sababu ingekuwa labda kuna kitu kinaendelea between me and Nifa, hata kwenye alipopata matatizo nisingekuwa naenda, nisingeshughulika na matatizo, tusingekuwa tunaenda hivyo. Kwa hiyo yani bado ni rafiki yangu. Hivi nini kinakuumiza umeona kwenye hizi vitu za mitandaoni? Nini kinakuumiza sana ambacho ukikaa unasema kwamba ningelijua labda nisingekuwa kwenye mitandao, ningekuwa tuna maisha yangu tu personal and everything? Yani kitu viko vingi kama comment. Unajua watu wana comment vibaya sana. Ni kweli. Na ukizingatia labda ukikomentiwa unaweza kukutana na mtu anaweza akakubull kwa jinsi anavyoona mtandaoni. Yaani kitu ambacho kinaniumiza sana labda ni tuseme ni comments. Na saa nyingine unasema kuna vitu vingine unajua huwezi kufanya kwa sababu ushajua nikifanya hivi watu watanisema hivi, na mimi nina wazazi, nina ndugu, nina ndugu zangu wananitegemea. Kwa hiyo ni comment. Kama kuna siku
nilikuwa napita. Mimi kusema za ukweli waga nasoma comments sana. Yaani hata marafiki zangu wananiambia usome comments. Wewe ni kama inakuathiri sana. Na actually unatakiwa waache. Kwa sababu ni kitu moja. Binadamu wako hivi. Binadamu kila binadamu asubuhi anapoamka na trauma zake ni kichwa. Zaidi mtu ugonjwa anaumwa, anataka uambukize na kwako. Yaani unajua mtu anaweza kaamka asubuhi na depression na madeni na vitu gani na kitu gani sijala anadaiwa kodi na kila kitu. Akakuona umepost video yako uko happy unachekelea na kila kitu uko. Anataka kumove ile trauma yake aliyokuwa nayo kumove kwako. Na ndio most of the people ambao kwenye comment section. Na ndio maana naambia kwamba if you want to live peace, don't even read the comment. Kwa sababu hii itakusaidia sana kuweza kuishi your own life. Umeona? Hebu tuambie, umeona? Mara mwisho wewe mara mwisho wewe kutoa fungu la 10 ilikuwa ni lini? Mimi fungu la 10 natoaga kila nitakapopata hela yangu ya kazi. Yaani kuna fungu la 10, kuna malimbuko yale sisi wa Kristo tunatoa sana. Na lini ambapo ulisema kwamba mimi sasa hivi nataka kuanzisha hii nini Nangai? Nini kilikusukuma mpaka kama kuanzisha Nangai Empire? It was a dream ambayo nilikuwa nayo tangu siku nyingi sana. Lakini nikawa najiuliza sasa nitaianzia vipi? Kwa hiyo nilivyokuja kuwa kijana Nangai hivi najulikana nini, nikasema kwa nini sianzishe ile dream yangu nikaianzisha mtandaoni. Of which naamini ipo siku itakuja kuwa a good company. Kwa hiyo Nangai Empire nilikaa nikaichora nikaiandika. Mimi waga silalagi mapema. Kwa hiyo nikiwaga kama sina chochote nikipata tu idea ndogo naandika. So hiyo Nangai ilikuja tu nikaiandika nikaipangilia nikasema itakuwa hivi na hivi na hivi. So ndo nimeanza. Sorry nisamee. Umeona una marafiki wengi sana, si ndio? Wengi sana. Sina marafiki wengi. Hauna marafiki? Sina unao marafiki. Ninao lakini sina marafiki wengi. Ni kama sasa mpigie simu rafiki yako akupe milioni sasa hivi. Kutafikia kama atakupa milioni. Nani? Hamna. Kwa maana kwamba ni kundi tu angalia distance. Yaani kundi tu. Yaani mimi niko peke yangu sana. That is bad. Yaani it's very bad. Yaani psycho yangu ni yaani hata kama nisipokuwa na kazi naweza nikakaa nyumbani, yaani nakaa ndani mpaka ndugu zangu wananichangaga. Wewe una matatizo gani? Sijapata ile watu wa kukop nao. Hiyo ni mbaya. Unataka kutafuta watu wa kukop nao. Ndio maana unakuta muda mwingi unaingia kwenye comment section na kusoma ili uweze kurefresh. Unajua kwamba ukiingia kwenye comment section au refresh bali unazidi kuongeza tatizo. Pale palipo na kitobo unaendelea kubonyeza ili upate tobo. That is not even good. Back to the point. Umeona? Wewe unasema kwamba kuna kitu ambacho ukikaaga unasema kwamba kikweli kabisa mimi kijana Nangai, this is story, kitu ambacho kinaniumiza sana. Yaani jambo ambalo linakuumiza sana, ambalo linakutesa sana mpaka leo. Kiasi kwamba ukiangalia dunia unasema kwamba this is me, nilipotoka na hapa nilipo kuna hatua ambayo nimeipiga ama still bado na hiyo kitu umeona ndani yangu. What the big story? What the big sijui tuseme ndo maana kitu kama tuseme the problem bado sio tatizo, kwa sababu wewe ni kijana unaweza kufix day after day. Umeona kovu ambalo unalo ndani yako. Unaweza kushare na sisi kidogo kuhusu wewe na story zako zile ngumu kumeza. Can you please tell us? Sijui hata naanzaje. Mimi niko hapa, anzia mwanzo tumalizie mwisho. Usianze kulia sasa. Sili, lakini yani hapo jikaze. Jikaze. Usiwe kijana Nangai kwa ile used nini fruit nini? Fruit nini? Ile fruit nini ndio nataka uwe yule. Okay. Mimi kuachana na mtandao, unajua Tanzania yetu inakuaga, yani Watanzania wengi wanakuaga na perception zao wenyewe watakavyomuona jinsi mtu alivyo, anavyoongea, anavyotembea, anavyofanya hivi. Kwa hiyo mimi waga hata shule nilizosoma nimepitia sana bullying. Yani kweli sana. Seems kwa sababu hata hapa tunaona tu bado uko kwenye bullying situation na yani sometimes unajua mimi ni binadamu. Sometimes unaumia sana. Okay. Yani naumiaga kiukweli yani.
so si bullying is not even good. Yeah. Bullying even is not good. I think sijui nahitaji hata kupata psychology, yani akitokea mwana psychology ambaye anaweza counseling tu nzuri kidogo hivyo. So mtaani kwetu uko Arusha. Mimi my parents are apart. Hawaishi pamoja kabisa. Hawaishi pamoja. Sisi unazaliwa ama waliachana muda kidogo. Ilikuwa 2020. Kumbe bado maana ni mtu mzima. Nilikuwa mkubwa. So I have friends huko nyumbani Arusha. Yaani Arusha ndo na wanangu. Lakini sio wengi. Kuna sasa walivyoachana, unajua tena mtaani, unajua umbea lazima uwepo. Unaweza kukuta labda mtu anampigia simu mama, bwana mtoto wako yuko hivi. Mtoto wako mbona yuko hivi? Yaani ile ikawa inani affect kichwa. Kwa nini watu wanampigia simu mama yangu, wanamwambia baba yangu? Sasa kuna mbaba, ngoja nimehifadhi. Ni mbaba mtu mzima. Akampigia simu mama yangu. Maana nilikuwa nimemaliza ile form 4 wakaachana ile. Sasa tulikuwa I'm going club with my friends nini. Akampigia simu mama yangu, huyo mbaba. Akamwambia mtoto wako huko anamfanya mambo ya ajabu. Anafanya, you understand, nikisema mambo ya ajabu siwezi sema hide it. Akasema anakujaga huko anachukuliwa na magari ya kifahari. Wanaenda wanamfanya huko, anarudi amechoka, amelewa. Jamani. Like serious kwamba alikuwa mbaba mtu mzima. Alikuwa anatunga story kupeleka kwa mama. Anatunga story kupeleka kwa mama yangu kwamba eti anafanya vitu vya ajabu, yani ni wa ajabu sana. Anakujaga hapa nyumbani kwako, anachukuliwa na watu. Magari yanakuja anapaki hapa, yanafanya kazi kama ya kumnunua, yani kama anajiuza. Na ulikuwa ufanye kweli? Like no, I was just nilikuwa naendelea club with my friends. Yani hata kama nikiwapigia simu marafiki zangu hapa wa Arusha. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Amedeus na Ashley. Hao ndio marafiki zangu na wapenda sana, wako Arusha. Tulikuwa tunaenda tu ku vibe, tunarudi, and nilikuwa namwambia babangu. Nikamwambia baba, mimi natoka bana, naenda ku have fun na nani? Na marafiki zangu. Lakini akampigia simu mama yangu akamwambia like Kwa mama yako uamuzi gani alichukua? No, mama yangu ilibidi anipigie simu, akanipigia simu. Yaani alikaa nacho kwa sababu mimi hata my dad, my mom wanaweza kaambia kitu kuhusiana na mimi. Lakini sijui kwa nini huaga hawaniambia. Yaani mpaka mimi nije kugundua. Afu mimi kidogo huaga na tabia ya kupanic. Kwa mpaka mimi nije kugundua, nikishagundua ndo nawaambia wazazi wangu. Kwa nini hamniambii? Yaani kwa nini hamniweki wazi? It is very hard for parent kumwambia mtoto wake kwa nini hamniweki wazi? 1 2 3 4 5 6. Yaani kwa nini hamniweki wazi? Eti anajiuza. Kweli. Anachukuliwa na magari, anakuja kuchukuliwa na magari. Anachukuliwa eti na magari ya kifahari huku. Anajiuza kwa matajiri. Hivi kwa nini Yesu. Nilishangaa sana nimwangalie mbaba. Nikamwambia yani sikumsemesha. Yani mpaka leo sijamsemesha. Sio sijamsemesha, yani mpaka leo sijamwambia. Ila ni mbaba mtu mzima kabisa, alimpigia simu mama yangu.